Endelea daktari. Kingine ambacho anaweza kupata mtu mwenye pepo punda kama madhara ni misuli, kupata maumivu makali sana ya misuli ambayo inaweza kapelekea mpaka mfupa kukatika. Ni dhara jingine ambalo la mgonjwa mwenye pepo punda. Lakini dhara jingine ambalo mtu wa pepo punda anaweza kupata ni, unanisikia? Endelea daktari. Dhara nyingine ambazo mtu wa pepo punda anaweza kupata madhara ni kupata shida ya ini. Ini linaweza likashindwa kufanya kazi yake. Hilo ni dhara nyingine mtu mwenye pepo punda anaweza kulipata. Lakini dhara lingine ambalo ni asipopata matibabu kwa wakati haraka anaweza kupelekea kifo. Sasa dokta. Kwa hayo ni madhara ambayo mtu wa pepo punda anaweza akapata. Sasa tuangalie vipi kuhusu hali ya kitakwimu ikoje kwa wanaopatwa au wanaoathiriwa na ugonjwa wa pepo punda hususan kitaifa. Kwa kitakwimu kitaifa, kiukweli kitakwimu kitaifa kiukweli haijakaa vizuri kwamba ni wangapi ambao wamepata, wangapi, kesi ngapi ambazo ziliweza kusurvive, kesi ngapi ambazo ziliweza kutibiwa zikapona, hazijakaa sawa. Lakini kuna taarifa moja ambayo nilishaiona walifanya utafiti Bugando ya miaka 10. Wakaona ndani ya miaka 10 walipata wagonjwa kama 102 ambao walipata huo ugonjwa wa pepo punda, ambapo katika asilimia hiyo walioweza kupata madhara ambao walipata vifo vilikuwa ni 42%. Hiyo ni kwa ukanda wa hiyo. Sasa ni Bugando ambao walifanya ni utafiti wa miaka 10 ambao ndani ya miaka 10 walipiga utafiti wao ndani ya miaka 10 wakaona wana kesi kama 102. Ndio. Ambapo wao kwenye hizo kesi 102 ambazo zilipata vifo ilikuwa ni 42%. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni karibia 58% ambao waliweza kusurvive. Kwa hiyo kwa sasa kwa takwimu zilizopo mgonjwa wa pepo punda kwa Tanzania umepungua sana kutokana na hali ya watoto kupata chanjo, lakini na mama wajawazito kupata chanjo. Wakiwa wajawazito, lakini na watoto wanapozaliwa wanapata chanjo. Kwa hiyo inapelekea ugonjwa kupungua na kesi zake si nyingi. Kitaifa. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kipatikana ni mara chache sana kesi zake kuzipata, na wagonjwa wengi wao wanaishaga kupona. Na hiyo utafiti ilikuwa ni hospitali ya Bugando au? Hiyo ni utafiti ambao ulifanywa na Bugando. Walifanya utafiti wa miaka 10. Nimeshindwa kujua walianza ni mwaka gani, lakini ilikuwa ni utafiti wa miaka 10. Wakaona idadi ya kesi hizo. Nilikuwa nataka kuonesha ni namna gani kwamba ni kesi ambazo hazipo sana. Kwa Tanzania hazipo sana. Sio kwamba hazipo kabisa, zipo ila hazipo sana. Tofauti na huko nyuma kwa sababu ya chanjo ambayo watoto wanapata, lakini na mama wajawazito wanapata ambao wanakuwa kabla hawajaenda kujifungua. Sasa daktari, sasa ni jambo lipi mahususi unaweza kuambia wale wanaosumbuliwa na tatizo la pepo punda ili waweze kukabiliana nayo? Kwa wagonjwa ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa pepo punda, kitu cha kuwasaidia ambao wanasumbuliwa, kwanza huo ugonjwa kama nilivyosema mwanzoni ni ugonjwa mmoja ambao ni hatari sana. Kwa sababu pia tu dalili zake huwa zina maumivu makali, watu wanapata maumivu makali ambao mtu huwezi kuvumilia. Kwa hiyo mtu akishapata tetanus
lazima tu ataishtua kupelekwa hospitali, kwa sababu ndiko sehemu ambapo anaweza kapokea msaada. Ndio. Kwa sababu ndio sehemu ambayo atapata matibabu yaliyo kamili na anaweza akarudia hali yake. Lakini akichelewa, kama nilivyosema mwanzo, ni ugonjwa ambao unaweza kupelekea mtu kufariki, kwa sababu ni ugonjwa mbaya unaoshambulia mfumo wa fahamu. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao mtu akipata anahitaji matibabu ya haraka iwezekanavyo. Okay. Kwa hiyo mimi jambo ambalo ninalo kuambia watu ni kufanya haraka iwezekanavyo. Kama mtu ataona dalili kati ya zile tulizozisema, itakuwa ni vizuri na ni vyema awae katika kituo ambapo wanatoa huduma ya afya aweze kupata matibabu haraka. Lakini kwa watu wengine ambao hawajapata, wachukue tahadhari mapema. Kama mtu amejikata na kitu ambacho kina ncha kali, ambacho kina kutu, ambapo ana kidonda ambacho anakuwa na wasiwasi, chanjo zipo ambazo zinasaidia watu kutokupata ugonjwa. Sawa daktari. Vipi tuangalie matibabu yake yako? Matibabu ya mgonjwa wa tetanus. Ya pepopunda, matibabu yake yakoje? Okay. Matibabu ya mgonjwa wa pepopunda yamegawanyika kwenye sehemu kama 4 ambazo ni za muhimu. Sawa. Ambapo sehemu hizo 4, sehemu ya kwanza tunasema ni kwenda kuondoa ile sumu, kwa sababu wale bakteria wanapoingia kwenye mwili wa huyo mtu huwa wanazalisha sumu, ambayo ile sumu ndio inaenda kushambulia mfumo wa fahamu, ambayo inapelekea watu kupata maumivu makali na dalili zingine ambazo tumezitaja. Sasa lengo la kwanza huwa ni kuiondoa ile sumu ile ambayo imeshakwisha kuzalishwa na wale bakteria, ambapo huwa kuna chanjo huwa wanapewa inaitwa human tetanus immunoglobulin, ambayo hiyo wanapewaga baada tu kugundulika na tatizo. Huwa wanapewa hiyo chanjo ambayo inasaidia kuneutralize ile sumu ambayo mtu ameshapata kutokana na wale wadudu, wale bakteria ambao wako ndani ya mwili wake. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini matibabu ya pili tunasema ni kuondoa chanzo cha ugonjwa, ambapo kuondoa chanzo cha ugonjwa ni kuondoa wale wadudu ambao wameingia, ambao ndio wanasababisha ugonjwa wa pepopunda, ambao mwanzo niliwataja ni bakteria. Kwa hiyo matibabu ya pili ni kuondoa chanzo cha ugonjwa wenyewe, ambao ni wale bakteria. Na wale bakteria utaondoaje? Wanatakiwa, kuna dawa ambazo wanapewa ni antibiotics za kuenda kuwaua au wadudu. Lakini kingine cha kuondoa chanzo cha wadudu ni kusafisha kidonda, sawa, iwe katika hali ya usafi, na kuondoa zile seli ambazo zimeshakwisha kufa. Kwa kitaalamu tunasema ni wound cleaning and debridement. Kwa hiyo ukishafanya kuondoa hicho chanzo kwa kusafisha kidonda na kutoa zile seli ambazo zimeshakwisha kushambuliwa zikafa, lakini pia na kumpa huyo mgonjwa antibiotics ili kwenda kuwaua wale wadudu, hiyo ni matibabu ya aina ya pili. Lakini matibabu nyingine tunasema ni kutibu zile dalili, zile changamoto, zile complication ambazo ameshakwisha zipata huyo mgonjwa. Kama alikuwa na ukakamavu wa misuli, kama alikuwa ana maumivu, maana kama tutaenda kutibu hizo complication. Kama ana ukakamavu wa misuli, basi kuna dawa tutampa ambazo zinaitwa muscle relaxant, ambazo zinaweza kumsaidia ile misuli isiendelee kukakamaa, hivyo kupelekea mtu kupata maumivu makali. Mpaka hapo naeleweka? Daktari. Lakini matibabu ya mwisho tunaitaga ni supportive care. Supportive care, wagonjwa sana sana ambao huwa wana shida ya pepopunda huwa wapatani na mwanga. Okay. Akishapata ugonjwa wa pepopunda, ukimweka sehemu yenye mwanga, ndipo anapata dalili zaidi za kukakamaa kwa misuli. Kwa hiyo supportive care maana kwamba tunamweka kwenye mazingira ambayo yatakuwa na giza,
ili misuli isiweze kukakamaa. Okay. Hapo limeeleweka? Sawa daktari. Lakini kingine tuna huyu mgonjwa kama ameanza kupata complications zile za kupumua, tunampa oksijeni kwa ajili ya kuendelea kusaidia upumuaji wake. Sawa? Daktari. Lakini kingine anatakiwa apate lishe pamoja na maji ya kutosha huyu mgonjwa, ili aendelee kupata lishe nzuri pamoja na maji. Hizo ni supportive care. Lakini zingine huwa tunasemaga tunaangalia vital sign. Vital sign kwa Kiswahili vital sign ni kama kuangalia pressure yake ikoje, kuangalia mapigo ya moyo yakoje, kuangalia joto la mwili likoje. Hizo ndio vital sign. Kwa hiyo tunakuwa tunaziangalia mara kwa mara kama zinaendelea vizuri au kuna mabadiliko yoyote, ili hatua nyingine iweze kuchukuliwa. Okay, labda kwa haraka. Kwa hayo ndio matibabu ya mgonjwa wa pepopunda. Sawa daktari. Vipi, je, ni hatua zipi za kuchukua dhidi ya pepopunda? Ni hatua zipi za kuchukua zaidi? Hatua za kuchukua au kama hatua za kuchukua kuepukana na ugonjwa wa pepopunda ni zipi? Au hatua za kuchukua ili kuepukana na ugonjwa wa pepopunda, kama nilivyosema, tukirudi kwenye sababu za ugonjwa wa pepopunda, basi zile tunaweza tukazigeuza kama hatua za kutusaidia sisi kuepukana na ugonjwa wa pepopunda. Kwa sababu tumesema ugonjwa wa pepopunda unasababishwa na bakteria ambayo itoko bakteria Clostridium tetani. Kwa hiyo ili kuepukana nao, tumeona wanapatikana kwenye sehemu ambazo ni chafu, ambazo zina uchafu, ikiwemo kwenye vumbi, ikiwemo kwenye udongo, ikiwemo kwenye vitu vyenye kutu, na vitu kama ambavyo tulivitaja pale awali. Wanapatikana hapo. Kwa hiyo yatupasa kuepukana. Unapopata jeraha lolote au unapokuwa ukifanya kazi zako, hakikisha umevaa vitu ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuepukana na kukutana na vitu vyenye ncha kali ambavyo vina kutu, kama mabati yaliyooza, misumari ambayo kwenye misumari ile ambayo imeshakwisha kuoza. Tuvae vitu ambavyo vitatusaidia sisi tusiweze kupata majeraha yatokanao na vitu kama hivyo. Lakini pia kama mtu umepata kidonda chochote sehemu yoyote, kwenye mguu hiyo, kwenye nini, huo unahakikisha ukitunze kwenye mazingira ambayo ni safi na salama, ili kukuepusha kukutana nao bakteria. Unaweza tukapelekea kufanyaje kuepukana na ugonjwa wa pepopunda. Lakini kitu cha msingi ambacho kinafanyika ni kuna chanjo ambayo inatolewa kwa watoto wadogo, lakini pia na mama wajawazito, ili watakapojifungua wasiweze kuwasababisha watoto wao wasipate hiyo pepopunda. Lakini pia watoto baada ya hapo huwa wanaenda kliniki, wanapewa chanjo ambayo inakuwa inawakinga dhidi ya pepopunda. Sasa daktari, kwa kutamatisha daktari, ni ujumbe upi sasa ambao unaweza ukautoa kwa jamii juu ya swala zima la ugonjwa wa pepopunda? Ni upi? Ujumbe ambao naweza kuutoa kwa jamii ni kwamba pepopunda ni ugonjwa hatari, lakini ni ugonjwa ambao unakingika. Ukifuata masharti, vigezo, hauwezi ukapata ugonjwa wa pepopunda. Na ndio maana ninaweza nikashauri watu, kwa mtu yoyote ambaye anaweza akipata jeraha la namna yoyote ambalo linasababishwa na vitu vyenye ncha kali, lakini kidonda ambacho kikaa sehemu ambayo anajua kabisa muda wowote, wakati wowote kitakutana na vumbi, kitakutana na hali yoyote ambayo itamtia wasiwasi, kuna chanjo ambayo inatolewa dhidi ya kukinga na ugonjwa wa pepopunda, ambayo inatolewa kwenye kliniki zote Tanzania na inatolewa bure. Sawa daktari. Lakini kingine ambacho naweza nikawaambia jamii, ili kuepukana na kupata ugonjwa wa pepopunda, basi tuwe na msingi mzuri wa
kutibu vidonda vyovyote ambavyo tunavipata, majeraha au vidonda vyovyote ambavyo tunavipata. Hiyo majeraha ya kujikwaa, majeraha ya ajali, majeraha ambayo utakanao na moto, kuungua kwa moto, yatupasa tuwe na namna nzuri ya kutibu. Sio kuweka dawa za kienyeji, kuweka mitishamba, kuweka vumbi, kuweka kinyesi cha wanyama, inaweza kupelekea watu kupata pepopunda. Lakini wakiwa na practice nzuri ya kusafisha vidonda kwa kulingana